The Playlist. Yes, hachia body kwenye show la Kibabe The Playlist, you already know. Live kutoka Car Beach, Dar es Salaam, in the baddest boy. I done told you utasikia ngoma 5 ambazo Waji na Omid Dimpoza na Skubali mpaka 8 kamili mchana. We live Stera Car Beach, Dar es Salaam, in the baddest boy Mari Tambwe. Yes, and right about now naanza mastori na mwanangu Wajina. Kama dawa. What's up? Fresh uko sawa? Niambie mzee. Poa mwanangu, nimeona kwanza umenipa kitambaa fulani hivi cha Kibabe kama Tupac hivi. Tupac wa Kigoma. Yenyewe sana hiyo. Ndo style mpya nini hiyo? Ana uamuzi tu. Tunajua The Playlist show la kijanja, kwa hiyo inabidi uje kijanja kidogo. Yeah, muhimu sana. Nzuri hiyo. Black fulani hivi. Black and yellow, black and white. Kwa sikia unazungumzia black hapa nini? Kumbe nimeotea. Umeotea mwanangu. Ndo rangi yenyewe, rangi ya mamlaka, authority. Nipe report. Kama mwanangu. Dimples, ulikaa kimya kidogo, you took a break kwa muda fulani hivi kama ulisimama. Na wakati umesimama kipindi chote hicho, nini ambacho kilitokea mpaka ukaamua take a break? Sometime uamuzi tu, alafu unafanya mambo mengine kidogo na vacation kidogo. Vacation Lakini nilikuwa nimetake to break kidogo, japo sikufikiria kama ingechukua muda labda kama mwaka hivi. Yeah. Lakini all in all ilikuwa ni katika kutengeneza pia mambo mengine mazuri, umeelewa bwana? Yeah. Manake kama kijana pia lazima utengeneze mazingira, kuna kesho. Definitely. Na vile unaweza usiku kaamka sauti imekauka haitoki tena. Kwa hiyo lazima ujaribu kuangalia kuna mambo mengine pia unatakiwa uyaweke sawa. Yeah. Wakati huo michakato inaendelea. Kwa hiyo lakini sasa hivi nimerudi, na kama unavyoona ndio hivyo, watu walijiandaa. Yeah. Kwa hiyo tumeachia muziki mpya takriban wiki sasa hivi. Yeah. Na kwa mara ya kwanza tunaizindulia hapa kwenye The Playlist, show la Kibabe. I'm sure kabisa watu wana enjoy. Yeah, definitely. Wakati umekaa kimya hapo muda mrefu, umetake a break, ni vitu gani ambavyo pia najua ulikuwa unafuatilia game, ni vitu gani ambavyo umegundua na ukasema this time ukirudi ni kama uje na formation mpya? Kwanza Watanzania hawataki tena muziki wa ujanja. Hawataki muziki wa ujanja. Watu wanaelewa sana, watu wanafunguka. Unajua zamani ilikuwa mikwala, unapiga mikwala mingi, bonge la video, nyimbo mbovu imeenda. Lakini sasa hivi unaweza kutoa chupa kali afu watu wanaiangalia, okay, nyimbo vipi? Yeah. Umeelewa? Hamna ujanja. Afu utawalaumu kinaharibiwa na leta figisu kumbe ngoma mbovu ujue. Yeah. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukakuta kuna ngoma zingine tunazipenda, ngoma kali, video mbovu, lakini nyimbo ina uwezo wa kuitetea video. Audio ina uwezo wa kuibeba video. Yeah. Unaweza ukateleza video ikawa sio nzuri, lakini kutokana ngoma kali. Kwa hiyo nilichojifunza kwanza, sasa hivi inabidi kama msanii, kuna wasanii wengi wakali, umeona kina Hibernation, umeona wanaimba na sauti nzuri na nini. Lakini kikubwa zaidi wasanii hususan ambao wamekuwa kwenye game kwa muda mrefu, pengine kunizidi mimi au ambao tuko miaka sawa katika muziki, msingi zaidi ni kutengeneza kwanza muziki mzuri. Yeah. Umeelewa? Alafu kutengeneza video nzuri, umeelewa, kufanya promotion na nini. Hicho ni kitu muhimu sana. Yep. Yeah, kwa hiyo yani hiyo ndo nimekisoma kwa muda mrefu. Lakini pia nimeona kwamba nguvu ya mashabiki wa Tanzania zimekuwa na umoja kiasi fulani, zinaweza kutusogeza zaidi. Umeona watu sasa hivi wamekuwa wamefunguka, wana request manyimbo kwenye mitandao huko, kwenye TV huko. Inatusaidia sana kiasi kwamba sasa hivi zile channels ambazo sisi tulikuwa tunababaika, pengine ukipigwa channel fulani nje ndio unajiona wewe ni msanii mkubwa, imeshakuwa kawaida tena. Yeah. Umeelewa? Na mimi I'm sure unaona channel kama Tracy Mziki. Yeah. Nafikiri director wa Tracy Mziki ni jamangu wa karibu sana. Yeah. Nilikuwa naongea naye, lakini ile channel imekuwa imetengenezwa kutokana na influence ya Kiswahili, kutokana na influence zaidi pia ya muziki wa Tanzania. Sababu hata ukiangalia content nyingi inayotumika pia ni ya Tanzania. Kwa hiyo
100% unasema. Kuna ndio inachezwa haibagui wanachanganya, lakini ukiangalia pia na Tanzania imeweza kupata nafasi ya juu, watu wanatengeneza video nzuri na nini. Kwa hiyo muziki wetu umekuwa kwa kiasi fulani. Imepita miaka 4 mpaka umekuja kufanya tena ngoma nyingine na Ali Kiba. Mwanzo mlifanya naye Nainai, ni moja kati ya ngoma kali sana. Of course ilishinda kama ngoma kubwa ilishinda kama best collaboration mwaka 2012 kwenye KTMA. Na this time umerenew visa, yani mmerudia tena kwenye kajiandae. Target ya kufanya na Kiba ilikuwa ni nini? Actually tulikuwa tunaenda tour Kenya na Ali. Sasa wakati nimeenda tour nikawa na tunasikizishana nyimbo, anasikizisha demo na nini, tuko kwenye ndege. Nikamwambia msikiliza hii. Akasikiza kajiandaa, sasa hii nimeipenda sana. Basi nikamwambia fresh tu, kama vipi tupige. Tulinew visa. Sasa hivi na yeye ana utaratibu, yani yeye anaangalia. Kuna nyimbo ambao anaona hii nyimbo ina potential yaba kali nini akipenda, kwa sababu bwana sasa hivi mimi utaratibu wangu bora nifanye collab. Sio featuring. Nikamwambia okay, kwa hiyo tukawekeana terms, condition na nini, kwa hiyo ikawa collab. Kwa hiyo safari haikuwa kama featuring kama ilivyokuwa mwanzo. This time ni collab na Blaza Kiba. Msaidie bwana na nyimbo yangu inaitwa Nainai na nini bora bwana. Lakini sasa hivi kwa tukafanya hiyo kama pia kuwakumbushia mashabiki, kama unavyojua Ali alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kwenye support, na ndo sehemu nilipochomokea mpaka kushinda best collaboration 2012 KTMA. Nakumbuka safari yangu ya kwanza nimeenda Ulaya, nimeenda na Ali. Lakini promoter nilikuwa namuuliza, sasa naambia sasa mimi nakuja kuimba nini? Sasa mna nyimbo moja anasema njoo hivyo watu wanakutaka hivyo. Okay. Dimples, inaonekana kwa wasanii wengine hizi story najua utakuwa umeshazisikia. Ni ngumu sana kwa msanii kufanya collab na Ali Kiba, either ni collab au ni featuring. Kwako wewe ilikuwaje? Sijui kiukweli anavyo nani watu wanavyoongea, lakini naweza kusema kwamba kila binadamu ana tabia zake. Tumeumbwa tofauti. Kwangu mimi Ali namuona mtu wa kawaida, ana tatizo na hajawahi kunisumbua. Na amenishauri vitu vingi sana katika safari yangu ya muziki tangia tumeanza. Tangia hatujairekodi hata Nainai. Umeelewa? Kwa hiyo hata hii ilivyokuwa ni kwamba tumepanga tu Kenya, tumerudi tukapanga studio session, tumerekodi, taratibu zikafuata, hata video tumekaa nayo almost miezi 3 ndio tumekuja kuiachia. Kwa hiyo ni vitu vimefanyika mapema na vile vile tulivyopanga. Hakuna kichoharibika. Hata tumezunguka, watu wanaona tunafanya media tu. Bahati mbaya kama leo ilikuwa aje, lakini amefiwa na ndugu yake mmoja. Jana usiku tulikuwa kwenye kituo kingine tumefanya interview na nini, na nafikiri kesho tutaendelea na yeye atakuja kwenye the playlist yake. Lakini hakuna tatizo. Mimi sioni kama kuna tatizo. Sasa sijajua wenzangu wame experience vipi. Unajua sometimes watu wanadai kwamba unaweza kukuta nyimbo umeletewa labda hujaipenda, kwa hiyo unaanza kumwambia tu bwana Omi ngoma yako mbaya, unashindwa, unaanza kumpiga dawa ya mbu. Dawa ya mbu. Ni kweli kwamba ilikuwa rahisi kufanya na Ali Kiba kwenye Nainai kwa sababu ile collabo au ile featuring ulimlipa? Sio kweli. Kwanza kipindi hicho hela yenyewe ningetoa wapi? Mimi mwenyewe nilikuwa apeche ya lolo. Alright. Kipindi maki hata hiyo kuifuatilia tu hiyo nyimbo ilikuwa mtihani. Nilikuwa nakumbuka apeche ya lolo. Kata ringi baya. Kwanza wakati tunaenda tu kurekodi, hapo tunairekodi, mzee nachukua daladala langu. Kipi nilikuwa nakaa kipindi. Kwanza maki nikumbuke, maki mimi nimekaa sehemu nyingi. Lakini kwa nachukua gari la Keko, maki tumerekodi G-record. Paka Keko ukifika kule sometime umeme hakuna, au KGT anaweza kwambia leo na watu wengi. Ikaenda, lakini siku ya kwenda kurekodi na Ali mimi nimetangulia, yeye akaja fresh. Umeona, na tulikuwa kwanza tunaenda hata na ina yenyewe mimi nilirekodi demo kama 3.
Kwa hiyo nikamwambia produce nyimbo nilokuwa actually tunaenda ni kwamba tukatengeneze nyimbo from the scratch. Sasa KGT akaanza kuplay. Afu hii nyimbo utaimalizia lini? Ali akasikiza, hii nyimbo gani? Hii nyimbo mimi naita Nainai. Tutafanya hii. Ikaisha hapo fast. Nikamwambia basi kama hii fresh. Kwa hiyo tukarudi siku nyingine tukapanga session fresh. So kumbe ile collab kama kumlipa wala sikumlipa. Alright, moja kati ya kitu ambacho nikupe big up ni video yako ambayo umefanya collab na Ali Kiba ya Kajiandae. Nimefanya research yangu kwa siku 4 mfululizo. Kama umegundua hii video ni moja kati ya video ambayo imetazamwa sana YouTube kwa muda mfupi, lakini pia pale kuna kitu kinaitwa trending. Ile namba 1, yani ndio video trending. Namba 1 inayo trend YouTube right now. Hiyo ni big up. Nashukuru sana, na mimi nataka nitoe wito. Maana yake siku hizi watu wana cheat sana. Hususan kwenye mambo ya views na nini YouTube. Mimi nataka niseme tu kitu kimoja kwamba fanya ngoma kali, toa video, acha watu waangalie. Umeelewa? Kwa sababu hiyo naongea for the experience na naongea ukweli. Mimi kuna video yangu ya Wanjera ilikuwa ina viewers 900,000. Kuna mtu mmoja akaniambia, "Oya, siwezi kusema ni nani, lakini akaniambia, "Bwana vipi, unataka views YouTube?" Nikamwambia, "Views YouTube how? Tuibutue." Tunaweza kuchezesha." Nikamwambia, "How yani unachezeshaje?" Akaniambia, "Tulia, unataka nitumie link ya nani?" So mimi nilikuwa nataka kuprove. Nikamtumia link ya Wanjera na nilikuwa naona ina 900,000 kama na kitu hapo. Kumtumia ile link yakapita kama saa 6 akaniambia kucheki ngoma ina milioni. So nikasema, kwa hiyo watu wanafanya hivi vitu. Unakumbuka Instagram? Yo bro, biashara. Nikasema lakini unaweza ukaaminisha watu, lakini mwisho wa siku inakusaidia nini? Unakumbuka Instagram Master Kibao alipoteza followers wao kwa sababu kuna yale mambo ya kununua followers and stuff like that. Instagram ilipokuja kupitisha fagio lao pale wakaondoa. Alinuna you already know. Maki alikuwa kama na milioni 2 na 300,000 ghafla. Wale inactive wale. So ni bora ukawa na namba zako. Lakini mimi kuona video ina trend on YouTube namba 1. Jana napita zangu mita samaki pale yani narudi zangu home nini, nasikia mzigo unalia nini, kibabe tana bajaji na nini, nasema kibabe. Mungu mkubwa. Sio kitu kidogo because nafikiri pia bondi yetu na Ali pengine watu wanaipenda. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu kizuri na kitu kikubwa sana. Alright. Hii video kwa sababu nimekuja kuona hii ni collab ambayo wewe umefanya na Kiba, lakini ipo kwenye channel YouTube ya Kiba pekee na haipo kwako. Kwa nini imekuwa kwa Kiba pekee? Sasa ndio vitu ambavyo tulikuwa inabidi mkubaliane. Na kukubaliana tuliangalia mambo mengi ya msingi. Kwa maana tukiweka kwenye channel yangu na yake mnagawa views. Kwa hiyo tukasema kwamba Ali channel yake ina subscribers wengi. Umeelewa? Maki is not about acha ikae kwenye channel yangu. Lazima mcheki vitu vya msingi. Hamna kushindana, mnachotaka nyimbo ifanye vizuri. Na mnajua kabisa kwamba video itaangaliwa, unajua kimeingia kishingi ngapi na revenue mtashare. Of course. You understand? Kwa hiyo kila kitu kiko wazi. Ujue size hamna ujanja. Kwa hiyo Ali channel yake na subscribers wengi, kwa tukaamua kwa upande wa YouTube video ikae kwenye channel yake. Very simple. Alright, so right about now naenda kubonyeza mdundo gani wa kwanza kwenye show la Kibabe the playlist, then my story Kibao yaendelee. Boys and girls, ladies and gentlemen, you already know. Dimples anaanza kushia ngoma 5 aweze kubali na my story Kibao. Drop that. Ya nyimbo ya kwanza lazima tumshukuru Mungu kwa kutupa pumzi ya bure kabisa. Umeelewa? Ambao wengine tunaona ndugu zetu tukicheki kwenye TV watu wanapigana wanafanyaje. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ametupa pumzi, tuko kwenye playlist tunaongea. Hii sijui malangu ya ngapi na kuja kwenye the playlist. Nyingi sana. Kwa hiyo nashukuru kwamba uhai na nini. Kwa hiyo hii ni nyimbo kutoka kwa legend. Ni legend au legendary? Legendary legend. Anakuwa legend. Legendary ni kile ni ile heshima aliyokuwa nayo.
Yeye kama mtu anakuwa ni legend. Okay, ni legend katika muziki wa Kenya ambaye alikuwa kimya. Unaweza kusema kama kuna mtu sijui take break, sijui, lakini he took a break. Na love ya kutosha kwa brother, kwa nimemsikia kwa muda mrefu, hata sijui hata kama nitakuja kuimba kwa Dimples. Anaitwa Nyashiski. Na nyimbo inaitwa Mungu Pekee. Kwa tumshukuru Mungu kwa njia kama hiyo, au sio bwana? You already know. So now you know you need to get ready. Now, star wako anabonyeza ngoma kwenye the playlist. Now. The playlist. Tambwe. Times FM. Tambwe. The playlist. Back again kwenye show like Baba the Playlist kama kama mpaka 8 kamili mchana. We hold it down. We need the baddest boy Mari Tambwe. Leo nipo na Waji na Ommy Dimpoz. Najua umeshajiandaa long time kusikiliza ngoma 5 ambazo Dimpoz anazikubali na story kibao. You already know. Kisha bonyeza ngoma ya Nyashiski Mungu Pekee. So bado kuna ngoma 4 zingine. Ngoma gani na kwa nini? You gotta be right there. So ndoke mpaka 8 mchana. You already know bana Dimpoz. Research yangu fupi inaniambia hii ngoma ambayo umefanya na Kiba Kajiandae ilikuwa mwanzo ufanye na Amosh na Josh kutoka Kenya. Mbona umewatupa dustbin jamaa? Hiyo version yao itatoka kwa ajili ya Kenya. Kwa hiyo itatoka ambao, kwa hiyo itakuwepo wote, Ali na Amos and Josh. Itakuwa remix kwa ajili ya Kenya nini na nini, lakini itatoka. Lakini na pia kulikuwa kuna story kwamba Baraka da Prince ni mmoja kati ya msanii ambaye alikuwa wa kwanza kabisa kuifahamu Kajiandae, na hata pia mlienda studio. Ni kweli. Yani siku hiyo nimekutana na Baraka. Alikuwa ananiconvince sana, bro twende studio bwana. Naambia kweli twende bwana bro, twende, mimi na mawazo fulani. I think alikuwa na kama mawazo yake mwenyewe. Sasa tumefika studio, nimekaa na Ima the Boy. Sasa naambia Ima jaribu kupiga muziki fani, yani anagusa kodi, tutatafuta feeling. Baraka alikuwa anaongea na simu kwenye kochi, akalala bana. Akazima. Alipozima kaja kuamka tayari mimi nishatengeneza demo. Kwa hiyo baada hapo nikawa namsikizisha. Sasa tunarudi, naambia vipi, unaionaje hii demo? Hii kali. Lakini ikapita muda mrefu sana, akaniambia bro, ile nyimbo ushaenda kuimalizia? Naambia bado. Ngoma kali sana, kwani usiimalizie? Hivyo ndo baadaye akatokea ya Ali akafanya. So hiyo Baraka naye, kwa hiyo ilikuwa ni fanya naye collab kamzima kwa anaingia Likiba. Haikuwa kama tunaenda kufanya collab na Baraka. Ilikuwa tu tunaenda, yeye alikuwa na vibe, I think alikuwa na mawazo. Unajua kuna ile kitu unaweza ukajisikia kwamba mimi na mawazo fulani nataka nimpe Ommy, hebu twende studio. Yani I think alikuwa anafikiria kwamba labda kuna kitu anahisi anaweza, sio kwamba Baraka kama kwa kuandika na nini, yani alikuwa na mawazo. Sio kwamba Baraka amepotezewa kwenye hiyo hapo ngoma. Alright, imekaa sawa. Umefanya na yule modo wa Afrika Kusini yule Fokati. Yule hatari sana wewe. Hatari yake nini? Bugatti lile mzee. Bugatti lile. Yule chura yule, si chura wa wapi yule? Umemlipa shilingi ngapi? No, ilikuwa kwenye budget ya video. Mimi tulichokifanya, tuliongea na campus bwana, tunataka huyu msichana, na actually tutaka tuondoke na msichana. Yani lengo lilikuwa liko hivyo kwamba tutafute modo wa aina tofauti. Umeelewa? Isiwe kama wale walozoeleka kila siku wazungu au wembamba nini. Yani tuweke tu msichana. Umeamua kuweka chura. Sasa tulitaka tuondoke na mmoja anafanana na Mfokati. Kama una akili ya kuchekecha unaweza kujua ni nani kwa hapa Bongo. Kuna mmoja namuona. Kuna mmoja namuona, sema siwezi kumtaja. By the way, wiki kama 2 atakuja kwenye the playlist. Kama kaenda hewani. Lakini sasa baadaye tulipoona tumempata yule, kusema okay. Maybe huyo tunaweza tukaongea naye kwa project nyingine. Alright. Hiyo imekaa sawa sana. Niko na Ommy Dimpoz, Wajina anabonyeza ngoma 5 anazokubali na story kibao. You already know. Sasa moja kati ya kitu kingine ambacho kizuri katika video yako ya Kajiandae ni pale ambapo imefanyika tena South Africa, sawa? Tukatai, lakini mara nyingi umekuwa ukifanya video zako sana nje
Unanielewa? Mara nyingi umekuwa ukifanya nje. Kwa nini utumii sasa madirector wa nyumbani tena? Kumekuwa na challenge fulani hivi ya madirector au pengine location sometimes. Labda unataka kutumia hichi na hichi, yani kuorganize hivyo vitu vinakuwaga vinasumbua. Mnaweza mkataka mkashuti hapa nini, lakini sasa hivi kuna video moja nataka nifanye hapa TZ, because hiyo location nimepata hata South Africa huwezi kupata. Bana kiboko, yani watu wakija kuona tusema haiwezekani, hii sio bongo. Taambia hii ni bongo, yani sio mchezo. Unajua unapata mansion ambayo inajitosheleza kila kitu. Oh yeah. Yani kila kitu, yani kila kitu zaidi ya mansion. Last time ulifanya director nitatumia wa bongo because video ya Nedi mpya inakuja. Nafikiri kabla ya mwezi huu hujaisha pia. Imefanyika na director wa bongo na hapa, lakini you will be surprised. The way video ilivyokuwa kali na director alivyofanya mambo yake. Kwa hiyo tayari kwanza hata imenipa moyo kwamba nishajua nifanye na nani. Alright. Kwenye mwezi kama wa ngapi? Mwezi kama wa 8 hivi uliachia ngoma ya Hawapendagi. Hii ilikuwa ni kama zawadi au ilivuja tu? No, nadhani unaona hata mimi sikuipromote huku ipush. Yani haikuwa na nani. Ni nyimbo ambayo ilitakiwa kuwa kwenye compilation album fulani. Kwa hiyo waliniomba. Kwa hiyo nilivyowapa ile nyimbo ikajikuta tu tayari kwa hewani, imeendaenda na ipo mtaani, lakini watu wengine wananishauri ni shutie video na nini, lakini najaribu kuangalia because pia na project zingine. Kwa hiyo naangalia, lakini nikaona tu acha iende hivyo. Sometimes Yes, una invest sana kwenye video zako, kwenye kazi zako una invest sana, unatumia ubunifu, creativity nini, na kuna sababu zozote ambazo zinakufanya usifanye na directors wa nyumbani? Mimi naweza kusema madirector wa nyumbani kwanza ndio wanafanya kazi ngumu zaidi, kwa sababu wanatumia sio vifaa vya kutosha, lakini wanajitahidi kudeliver kazi nzuri. Kwa hiyo na appreciate na wapongeza kwa hilo. Kwa hiyo sasa hivi tutakachokifanya, nitakapotumia director wa nyumbani, tajitahidi kusikiliza mawazo na kujua kwamba yani kujipanga zaidi. Kwamba bwana kinahitajika kitu gani na kitu gani ili tusijiangushe. Umeelewa? Swala ni kutokuanguka. Yani swala ni kutokuanguka because lazima uendeleze muendelezo mzuri. Umetoka kufanya, umeshafishiwa video ya Kajiandae, utakiwi tena watu wa disappoint kwenye video inayofuata. Kwa hiyo hilo ndo la msingi na waliangalia. Kwa hiyo problem sio director wa nyumbani, ila kuna madirector wengine pia wanasikitisha kiukweli. Na nime experience, nilikuwa natafuta, kuna director mmoja tena amenisikitisha zaidi, kwa sababu nilikuwa nimpatie deal ya tangazo. Yani sijawahi kufanya naye kazi kwa, lakini nimpatie deal nzuri ya tangazo, kalipo karibia milioni 50, kitu ambacho hajawahi kutarajia. Sasa because najua video atafanya utapewa milioni 2, milioni 3, sisi labda imezidi 5. Lakini hiyo ilikuwa ni deal kubwa. Ikiwa ni deal kubwa, na pia nitaka nimpe na deal ya music video, lakini alinisikitisha. Unapiga simu apokei, natuma message, bwana mimi jitambulisha tu bwana, mimi fulani na kutafuta, kuna kazi jamaa. Sasa baada ya kupata ujumbe kwamba kuna nilitakiwa kumpadili nini na hivi, akarudi kupiga. Yani nikamshangaa kabisa. Alinisikitisha sana kiukweli. Nikasema nani safari haina haja kumweka, lakini safari bado ni ndefu sana kwa staili hiyo. Umeelewa? Lakini wenzetu wako so professional, wako serious, wako well organized. Yani hata nikikwambia kama wewe una akili ukichekeche, unaweza kujua hata video Kajiandae hiyo location ni location ambayo hata nyinyi mnaijua. Kwa sababu hata sisi tulienda kwa surprise, yani tumefika hii location mbona isha kutumika, na director alikuwa juu na anamuonyesha video imetumika video hii. Basi usijali, tutafanya maarifa mengine. Umeona madirector wamejipanga kuja kuangalia, akabadilisha kila kitu. Hamna mtu yote anajua, na sijawahi kuulizwa hilo swali tangia video imetoka. Hiyo creativity sasa hapo imetumika. Kwa hiyo lazima director upende kazi yako na ujipange, na kuna mambo yanatokea last minute kama hayo. Imagine jamaa kaona
Sasa hapa tufanyaje? Basi sini fulani ya mchana tuipige usiku. Mfano ile scene ya Ali alokuwa anafanya kama rehearsal na bendi, ile ilitakiwa iwe mchana. Lakini ilibidi iende usiku ili kupoteza kila kitu ili ionekane. I like that. Because tumeenda tukujua na sisi. Ulienda vacation pande za Hispania, ukakutana na Wayne Rooney. Ilikuwaje ile mwanangu, mkapiga maselfie nini zile? Actually nilikuwa nimealikwa na tunasema business partner. Because au partners wako hata kwenye Kajiandae. Kwenye Kajiandae huwezi kujua, lakini kuna partners. Au partners wana kampuni inatengeneza condom, wine na saa. Ambao ukiona naikuwa naangalia saa ile ni saa ya au partners. Nimelipwa ile. Actually tumelipwa. Alafu kuna ile wine na kuna condom, jamaa anaonyesha hivi zote imeandikwa fufu. Kwa hiyo ni product placement inaitwa. Kwa tulikuwa nao Ibiza. Kwa hiyo kuna pale Ibiza kuna kisiwa kinaitwa Formentera. Yaani hapo kwenye ukienda ni kama ukienda Zanzibar, pale mjini ukishashuka boti sio mahoteli yako shamba. Sasa Nungwe. Kwa hiyo na hiyo ndo kuna kisiwa kingine. Kwa hiyo huko unakuta mastaa wengi wanaenda na unakuta kubook tu meza. Mfano kama pale tulipoenda kwenye hiyo restaurant, meza tu kubook kwamba unabook kwamba nakuja na watu wangu labda hivi na hivi ni €10,000. Milioni ngapi? 20 na. Hatari sana hiyo. Kwa ajili ya lunch na kuendelea. Hatari sana hiyo. Kwa hiyo pale hata ukikutana na Wayne Rooney lazima naye akuheshimu, ajue kuna mtu katumia mchele. Ajue kama umepiga skateboard umeteleza kitonga. Anachojua kwamba mmekutana pale, kwa hiyo lazima unaona respect. Anaweza kawa labda li black flani tu huko lishauza magoldi yake. So ilikuwa poa because kila mtu anajua kama mimi napenda football. Na I'm big fan wa Manchester. Kwa hiyo kukutana na Waza captain lazima niwe excited because ilikuwa ni first time. Na kiukweli pale tulikuwa tumekaa, Rooney amekaa na mkewe na nafikiri na watu wake wengine nini, security wake walikuwa na alikuwepo na jamaa mmoja anachezea Tottenham anaitwa Dele Alli. Wote walikuwepo pale, lakini hakuna mtu alikuwa ana habari naye. I remember niliona dogo mmoja tu alienda tena mdogo na mamake akainuka akapiga naye picha, basi anapita watu hata shughuli naye hawana. Because hiyo Ibiza bro, Ibiza watu hawajali huyu watu wote wana mzigo. Yaani pale mimi tu skateboard. Kwa hiyo ilivyotokea tu pale sasa kuna time nilikuwa naenda zangu mali watoni. Kwa hiyo tukakutana sasa wakati tunatoka, mimi natoka Toi na yeye anatoka Toire. Basi pale ukapiga tukio, nikamalizana naye kabia. Miacha mambo yako, unamvimbia Rooney, hebu acha ujinga. Hapo kasema ndivyo, yani wakati pia natuma ni mambo yetu ya magroup ya WhatsApp natuma. Sasa kuna group moja pia na watangazaji nini, wakati nimeituma yani kwanza kwa jua wabongo wanaweza wakakubishia dado hicho kilichotokea Photoshop. Watu haiwezekani. Photoshop. Sema jamani, si wenyewe kuna watu wakipiga picha na sisi mtu akarudi kijijini kwao kwa sababu nikutana na Omi shoppers nikapiga naye picha, watu wanambishia wewe Omi utamwonaje? Kwa hiyo hayo mambo yako. Yes. Kwa sikushangaa. Bana Dimples ni miongoni mwa wasanii ambao mara chache sana mnatoa nyimbo chache sana kwa mwaka yani. Kwa nini iko hivyo? Unajua ushindani wa sasa hivi na wa zamani umebadilika. Zamani ulikuwa unaweza kutoa nyimbo kwa muda mrefu ikakaa nini. Sasa hivi imekuwa watu wiki nyimbo. Japo mimi si upendi sana utaratibu kiukweli. Naona sio utaratibu mzuri kwa sababu hauzipi nyimbo zako nafasi, una invest, matokeo yake nyimbo zinakufa mapema. Yaani ukiangalia mlolongo wa utoaji wa nyimbo hivyo, nyimbo nyingi hazisurvive, zinakufa mapema. Na tusifanye nyimbo kwa pressure. Yaani sometimes mashabiki pia wanatu pressure sana, inabidi waelewe kwamba
kuna kuinvest hela nyingi. Yani shabiki yeye anachotaka raha, umridhishe. Lakini pia shabiki anatakiwa elewe kwamba video zina cost hela nyingi, inabidi ufanye promotion. Umeelewa bwana? Promotion nayo ina gharama yake vile vile, inabidi uinvest kutengeneza nini, umeelewa? Vitu viende. Umeelewa bwana? Kuna gharama kia kitu. Kwa hiyo ni budget fulani kubwa. Sasa watu wanakupressure utoe nyimbo, tunataka nyimbo. Matokeo yake unatoa hujajipanga pengine kwenye audio, umeshashoot video, nyimbo mbaya imepotea, inabidi uanze kuwaza nyimbo nyingine ambayo ni investment nyingine, gharama zingine, watu wanakuendesha kiakili. Kwa hiyo ni vizuri unazipa kidogo time. Basi kutokana na ushindani wa sasa hivi, walau nyimbo hata miezi 3. Umeelewa? Walau usimona nyimbo ya Ibra Nation umetoa lini na mwezi wa 2. Lakini ngoma kali mpaka leo inaenda. Unanielewa? Muziki mzuri huo. Umeona? Kwa hiyo kitu nachoweza kusema ni kwamba tatizo, au mimi mfano wangu mwingine bora ni Zigo ya AY. Ilitoka Zigo original ikaja Zigo remix. Sasa hivi tunazungumzia ni mwaka na ngoma mbili, kwa sababu ngoma kali. Yani hiyo ni ile lakini imekuwa na remix, imefanywa na remix. Yani remix ilivyokuja ndo walete. Kwa hiyo mwisho wa siku ngoma kali. Alright, mara nyingi umekuwa ukifanya project zako na Manwater kwenye kazi zako za nyuma mara nyingi sana. Kuna chemistry gani kati yenu wewe na Manwater, na kwa nini this time Ima the Boy? The Playlist na Ommy Dimpoz inaendelea part 2. Subscribe kwenye channel hii Lil Ommy TV. Tuanze na chagua moja. Kati ya Wema na Jokate nani ambaye unatamani sana? Kati ya AY na FA nani upo naye karibu sana? Kuishi Masaki au Mbezi? Wali nyama. Unajua story hizo lazima ziji kwa sababu ya vugu la team Kiba, Diamond. Umeelewa? Kwa hiyo lazima haya yataongea. Na wewe kuhusishwa na hizo team. Lakini niambie, labda hata tuchukulie mimi D. The Playlist.